Usombe likukute ili fagio, na wala usijute kwenye ili fagio. Fagio linafagia kila mtaa, wengi wanalia na kukata tamaa. Uzela na vituko vimesaga, umbea na uchawi ndo sifa ya umta. Ai mama fagio, usiponunua fagio, usiponunua. Odi! Wa kipengele! Kipengele! Karibu sana. Asante. Karibu ndani. Pale, hapa. Njoo kidogo. Karibu. Bwana Kipengele, mjumbe kwako ndo askari mkuu wa kulinda vitongoji. Mjumbe ndo kila kitu kwa raia na mali zake. Ukimwona kwako mjumbe, tambua amekuja kwa ujumbe ambao tunauza kuhusu jamii au masuala yako binafsi. Ndio. Kwa hiyo Kipengele, hapa nimetoa taarifa. Na mkeo yupo ndani? Hapana, katoka. Mkeo ameleta malalamiko ambayo yanakuhusu wewe. Nikiwa kama mjumbe ndo askari mkuu wa huu mtaa, nikasema bora nje kukufikishia. Mjumbe samani. Yaani mke wangu mimi amekuja kwako wewe mjumbe kuleta malalamiko. Ndio. Yeye pia. Malalamiko ambayo hatuwezi kuyazungumzia hapa. Kutokana na mandhari yangu mimi nimekuja kutoa ile taarifa ya kukulasimisha wewe uje pale nyumbani kwangu. Alafu tuje tuongee pale nyumbani kwangu. Sawa, haina shida. Saa ngapi tuje? Kesho jioni saa 4. Saa 4 asubuhi. Mjumbe, sio kesho mbali. Leo jioni tunakuja kwako. Sawa, sio kesho. Sawa. Sina lingine zaidi hapo. Basi meshi. Sawa. Ai mama fagio, bendo hiyo, usiponunua watanua sio. Vipi mamkali? Poa vipi? Utawala, mbona siku nyingi sana mpaka leo ile jinsi gani? Una shida gani? Shida zangu hizi zinakuhusu nini? Kwa sasa hivi ndio umekuwa hivyo mama kweli? Sio nimekuwa hivyo. Kwanza hebu jiangalie wewe ulivyo. Alafu na mimi tunaendana? Sasa kwa nini hatuwezi kuendana? Mtoto mrembo kama wewe unamkataje muuni kama mimi Sasa unataka uishi na nani? Hivi kwa fikra zako, wewe unaweza ukawa na mimi kweli? Kwanza tena, kaa mbali kabisa. Sio nikipita hapa kunisimamisha sipendi. Usiseme hivyo bwana mamkali. Nisikilize basi. Hebu bwana niache. Nisikilize basi. Unajua mimi nimekuweka katika moyo wangu. Una nafasi yako mama. Yaani kwenye moyo wangu kama wewe na kitanda chako. Mimi nataka ulale tu. Sasa unakosea wapi mama yangu? Au nakukosea nini? Kuna tatizo gani kwani? Au umesikia nini mpaka ile jinsi gani? Au kuna watu wamekuletea vitu ambavyo vieleweki huko mtaani, tena ushakutana na shoga yako yule Mwajuma ndala ndefu tena analeta zile jinsi gani? Umemaliza? Ni mkopitani au? Chili hapa sio lipoje? Mkopita najua. Nauliza mkopitani. Yaani lilipokaje tu msitu. Dharau. Jamani vipi? Mamangu. Endelea.
Mjumbe, kama nilivyokuja kukwambia siku ile, lakini naona yale mambo yanazidi kuwa magumu tu upande wangu. Yaani sasa hivi imefikia tu mpaka sisemi ile 3000 nasema kulala njaa. Likiuti ndo nimelewa bwi ana moja wala mbili. Yaani mtihani mjumbe. Kwa mimi msaada wangu ule wa mwanzo. Nachoomba unisaidie nipate talaka yangu tu. Mtihani kweli? Mtihani wewe, mtihani unajua mtihani wewe. Ushakuona mimi nimelewa. Hima habari? Mbaya. Kwa nini mbaya? Kuna mazulia. Nasema je, alikuja kuzungumza mama yangu hapa. Ni cha kweli hawa anakusingizia? Kweli mjumbe. Fani. Subhanallah, nini? Kwani naje kusema mara 2 mara 3 anakuja kulalamika hapa? Mjumbe. Mimi na kitu mama. Ndio. Wewe unaonaje? Nakusikiliza. Wewe unaonaje mimi? Nakusikiliza kwanza. Unaonaje? Nakuona kama ninapokuona leo. Nimelewa hapa. Changamoto ni kuelewa. Kwani mlevi lazima tembee na ba? Kwani kesi hapa ni nini? Hao mlevi lazima tembee na nini? Mjumbe. Ili uamini huyu ni mlevi. Mjumbe samahani. Nakusikiliza. Tumekuja kwa ajili yako. Kwa ajili ya kesi yako wewe ya kutoka tendo la matumizi pale nyumbani. Na jambo lingine la pili yake ni kwamba wewe pale nyumbani unanyanyasa, unawapiga hawa watu, hawana amani kwa sababu yako. Wewe umeshakukupiga? Yaani sasa hivi amebadilika, ulimwengu amebadilika. Bora ubadilikaji wake labda angekuwa mnene ningesema tunalizika na maisha tunauishi. Lakini kabadilika tabia, mwenendo, vitendo mjumbe. Tuna miaka mingi lakini kwa sasa nimeshindwa. Uwe sasa hivi kitu kidogo kakuingia kwenye maungo mwilini. Kula yake sasa hivi tabu. Mimi nafanya mangapi? Nataka kwenda mmoja. Mungu, Mwenyezi Mungu anakuona, muogope Mwenyezi Mungu wewe. Ndio, lakini huo ni uongo. Bwana sikiliza mama. Misingi ya kwa mjumbe kila siku ndio kama hii. Kuelimisha na watu au kuelimisha watu. Lakini mtu anapokuwa mbishi, kuna baraza maalum la kuwasaidia nyinyi ili upate haki yako. Haki gani mjumbe? Talaka yako. Sikia nikwambie. Habari za kunifatafata mpaka nyumbani kwetu sijui kwa shoga zangu sipendi. Tena kaa mbali na mimi. Hivi mtu gani wewe usosikia? Kabisa mimi nasimama na eti shemeji yenu ndio huyu mtu mlevi, kujikojolea mipombe wewe. Kabisa tunaendana mimi na wewe, tena kaa mbali. Usinichanganye kabisa, mimi nina mtu wangu. Yaani wewe mtu gani bwana wewe? Wewe ndio unayetakiwa kunibadilisha mimi sasa kama pombe na nini. Unajua mimi nimekupenda wewe zaidi hata ya pombe. Ushaona? Kwa hiyo kama una uwezo wa kunibadilisha kuniambia niache pombe, mimi naacha kwa ajili yako mama. Kwani pombe nini? Pombe 1500. Wewe na kununua kwa 1500 jamani mpenzi. Hivi kama mama yako baba yako alikwambia uache pombe ukashindwa kuwaelewa, utanielewa mimi? Sikia wewe kijana, tena usinipotezee muda wangu. Naomba uondoke. Usifanye hivyo bwana. Unajua bwana mimi Wewe nishakwambia niache. Wewe vipi wewe? Hebu toka hapa. Muangalie nywele za kacha vichavi. Mimi naweza kutembea na mtu kama wewe? Mimi nina fani zangu za kutembea nao watu wangu. Sio wewe bwana. Hata gari una pikipiki na kushinda. Utatembea na mimi utaniweza? Hebu achana na mimi bwana. Tena toka hapa. Yaani kweli mimi na hazi yangu hii handsome boy. Pombe tu. Hakwende zake. Sio kweli. BAKWATA wapo wanashughulika na haya maswala. Kwa hiyo hapa kama hata kunisikiliza mimi au kukusikia wewe au kamati hii ndio kawasoa kwa KSO ya mwisho. Nenda BAKWATA mamangu. Haki yako utapata. Mjumbe samahani. Nakusikiliza. Nakuvunjia heshima mjumbe. Mimi ndio nakuvunjia heshima nakwambia. Mimi nitakuita askari bwana. Mimi nitakuita askari bwana. Sasa BAKWATA tukafanya nini baba? Mjumbe ndio kila kitu katika serikali ya mtaa. Mjumbe anaheshimiwa bwana. Hebu wewe na adabu bwana. Mjumbe samani, wewe msamee tu, pombe wewe sijamuelewa. Mjumbe hiyo simu yangu niwapigia askari. Nini na nini? Mjumbe, nisikilize mimi. Mimi ndo niloleta hapa matatizo yangu. Mimi nisamee mimi bwana mjumbe. Hapa nyumbani kwangu. Nimekuelewa babangu. Nyumbani kwa mtu ambaye anapaswa kuheshimiwa kweli kweli. Huyu pombe unaamini kama hizi pombe mjumbe? Ndio sasa ubone mtu askari mkamata kwa mwezi pombe. Mimi nimelewa hapa. Sharibu nini sasa? Lela, leta simu yako. Mjumbe sikiliza mjumbe. Mjumbe sikiliza babangu. Basi mimi BAKWATA simenambia nitapata ninachokitaka mimi. Haki yako utaipata. Itafuata sheria, itafuata mkondo wake. Mimi naenda BAKWATA. Nashukuru mjumbe. Hapa kuna kitu. Kitu gani sasa? Mambo gani? Au unamtaka huyo? Toba. Unasemaje? Unasemaje? Matusi gani haya? Mungu haiwezekani. Anashawishi nini? Sishawishi, naelekeza kwa sababu mimi ndo mtatuzi mkuu wa serikali ya mtaa bwana wewe. Unaelewa vizuri wewe? Anatetea una adabu na mimi. Yaani bwana. Haki iko hivyo. Lela, wewe mjumbe basi. Hapa BAKWATA tunaenda. Hapa BAKWATA tunaenda. Hapa BAKWATA. Lela, twende
Twende, tutapata, twende. Niache sasa, niache. Niache sasa. Nitakutia swali bwana. Nitakutia swali. Sasa. Nitakutia swali hapa. Kwenda tunaenda. Kama kwenda Una adabu na wajumbe wewe. mimi nakupiga landala, wewe tubi. Hii ndio imenishinda kweli kweli. Ndio sina au ni wafuli hawa jamani. Namna gani? Jamani mtumikelea kwa nyuma huko. Hawapo. Shukuru Mungu ningekata na makofi hapa. Mimi sitaki mambo kipumbavu. Kata makofi wote washenzi wawili wale. Mapumbavu wakubwa. Mabilo. Odi. Mwenyewe. Odi. Nani? Pengele hapa. Dogo vipi? Swali. Nyama. Oe. Ndio mmoja hivi anafanana na mafahamu. Mabilo. Sijakuelewani na mfahamu kivipi Nana? Nimekuuliza swali. Kuna demu mmoja hivi mwembamba mweupe anafanana. Anaisha pandano unafahamu? Wewe nini? Wewe nani yake kwanza? Nimekuuliza swali nilizo swali nijibu swali wewe wa nini? Ndugu wangu. Mimi najielewa ni mtu mzima. Sawa, nimetoka nilikotoka nimekuja hapa nimekuja kuunga wote nimeuliza. Mbona bwana? Wewe nijibu tu. Yupo Nana au hayupo basi? Hayupo wewe nini? Basi kama yupo ina. Mbona bwana? Kama yupo mwambie Kipengele hapa alikuja kuulizia. Hivyo basi. Wewe unatoka huko mtaani kwako hadi mtaani kwangu nakuja kumuuliza sister yangu au sio? After nimekuja kibosi kabisa na relax mtaani kwangu. Sasa mjia ngota kanifanya. Nimetoka nyumbani sawa nimekuja Unguja kwa ajili ya Nana. Mbona bwana? Na nilipoongea naye sasa nitamkuta nyumbani. Sasa nafika hapa ndo ndugu yake huko nauliza kama yupo sio kesi. Nijikatae. Sasa unaponimai ndio unanikoromia ndugu yangu. Mimi nimekosea. Sikiliza kichwa wangu unijui vizuri. Unijui vizuri. Haya, mimi naenda. Ila ndio taarifa kama Kipengele hivi. Sasa ndugu. Wa Kipengele wewe nani? Wa Kipengele kitakuwa Kipangala sasa hivi umesikia nitakutentea sasa hivi unijui wewe mzee. Unijui wewe mzee. Ndugu yangu. Usifike mbali. Sababu nikiongea sana hapa ndio na hali. Uwesekana nikashimia kwa baadaye. Mwana bwana. Unasemaje? Ndio hivyo walivyosikia. Naweza nikashimia hapo. Utamsalimia. Mimi naenda bwana. Sawa. Mpe hai. Hii mzee mwingine imetumwa ni kama mchawi. Mimi atakuja kunifia mtu hapa mlangoni, unajua atakuja kunifia mtu hapa. Au mtani utaniona mbaya yake ya Mungu. Bahasha yake ya kwanza kaja. Bahasha yake ya pili kaja. Afu vile na utasoma. Ai mama fagio bendo hiyo usiponunua watanua sio. Mbio za sakafuni uishia ukingoni. Ugwadu tu. Si ulikuwa unajiona mjanja? Leo nimekukamata. Chochote ulichokuwa nacho mali yangu. Huwezi kanifanyia hivi mimi. Sikiliza nikwambie mimi mwenyewe msela hivyo. Si unanielewa wewe? Usinichukulie unaniweza. Mimi mwenyewe yani. Unataka nisikie nini? Nakuuliza unataka nisikie nini? Hapo kuhusu swala kusema leo umenipata sio umenipata. Leo tumepatana. Wewe kwani sasa ndo nakwambiaje leo show. Hivi unajitambua unajielewa wewe? Kwa hiyo kazi yote niliyoifanya eti niheshimu mimi mwanaume. Yaani wewe. Ai mama fagio bendo hiyo usiponunua watanua sio. Olololo.
Usombe likukute hili fagio, na wala usijute kwenye hili fagio. Fagio linafagia kila mtaa, wengi wanalia na kukata tamaa. Uzela na vituko vimesaga, umbea na uchawi ndo sifa ya umta. Ai mama fagio, usiponunua fagio, usiponunua